Welcome to my channel. Leo tunapika supu ya kuku wa kienyeji. Kama unavyoona hapo, tumeshamwandaa kuku wetu wa kienyeji, yupo kwenye bakuli tayari shaandaliwa vizuri. Hapo tuna viungo vyetu. Tuna viungo kama tangawizi, tuna chumvi, hapo tuna ndimu ambayo tayari tumeshaiandaa. Hapo tunaweka kuku wetu kwenye pressure cooker, maana kuku wetu tutamchemsha kwenye pressure cooker. Hapo tunamwandaa tayari kwa ajili ya kumchemsha supu. Hapo tushaweka chumvi tayari na ndimu. Hapo tunaongeza tangawizi. Then tunakuja kuweka maji kwa ajili ya kuchemsha supu yetu. Supu yetu ya kuku wa kienyeji mzuri kabisa. Hapo tunaweka maji ya kutosha kwa ajili ya kupata supu ya kuku wa kienyeji. Hapo tayari tushaweka maji, tunamfunika vizuri. Tunaweka vizuri pressure cooker yetu kwa ajili ya kuchemsha supu yetu. Tunawasha umeme kwa ajili ya kuchemsha supu yetu. Hapo tuna set time kwa ajili ya kuchemsha kuku. And kwa sababu ni kuku wa kienyeji ni mgumu, utamchemsha kwa dakika 50 ili aweze kuiva vizuri kabisa. Dakika 50 ili aweze kuiva vizuri. Baada ya hapo kuku tayari ashachemka, dakika 50 zishaisha. Kama unavyoona hapo, supu yetu iko tayari. Supu ya kuku wa kienyeji, Zanzibar wanaita kuku wa Kiswahili. Kwa hiyo kuku wetu kama hivyo unavyomuona, kuku wetu mzuri kabisa, ameshaiva vizuri. Supu yetu kama hivyo unavyoiona, kuku alikuwa ni mzuri kama hivyo unaona ametoa mafuta. Kwa hiyo kuku wetu alikuwa ni mzuri kwa kweli. And hapo unaona nilikuwa naendelea kumwangalia kama ameiva, nikagundua kwamba ameiva vizuri, tayari kwa kuliwa sasa. Hapo nimeshaandaa supu yangu vizuri kwenye bakuli. Pembeni hapo nimeweka ndimu na pilipili kwa ajili ya kuongeza ladha kwenye kuku. Kwenye supu yetu lazima tuongeze ladha ya pilipili kidogo ili supu yetu iwe tamu kabisa. Mimi niliongeza na ndizi. Supu yetu ni kaila na ndizi moja hapo kama unavyoona. Nilienjoy, supu ilikuwa tamu. Thank you for watching. Enjoy.